Na wote waliojikuta katika vita walishinda. Tuliona akipigania wanadamu wa enzi za Agano la Kale, na hawa watumishi wa Mungu walishinda vita. Kwa Agano Jipya, for the new covenant, tuliona akipigania watoto wa Mungu, we seen fighting for its children, na wakashinda vita. And they were victorious. Hata sisi tulioko hapa, even as we are here, nimetumwa nikuletea habari njema, I've been sent to bring you good ya news, kwamba Mungu hajawahi shindwa. The Lord is never defeated. Na vita unavyovipitia, with the battles you're passing through, waliposhindana na Mungu wa Musa, when they fight against the God of Moses, walifanya chakula cha samaki. They were made the food of the fish. Waliposhindana na Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, when they competed with the God of Shadrach, Meshach and Abednego, walifanywa Abednego, chakula cha moto. they were made the meat of furnace fire. Jesus, walifanywa chakula cha moto. They were made the food of the furnace fire. Waliposhindana na Mungu wa Daudi, when they are competing with the God of David, walifanywa chakula cha wandege. they were made the food of the Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia, is the Lord that we serve, ambaye anaweza badilisha situation anytime. that can change any situation anytime. Hali zinaweza badilika ghafla. Situations can change anytime. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema The Bible says hajawahi shindwa. is never defeated. Katika Maombolezo mlango wa 3 Lamentation chapter 3 mstari wa 22, verse 22, hajawahi shindwa na lolote. is never defeated by anything. Anayekuhubiria kushindwa ni shetani, Whoever preaches defeat lakini is sisi devil. ni wana wa ushindi. But we are children of victory. Sisi ni watoto wa nuru. We are children of light. Sisi ni wana wa mwangaza. We are children of light. Maana yake tunatokelezea popote tulipozuiliwa. We come from anywhere in that. Hauzuiliki ukiwa na Mungu huyu. We are not in that when we are with God. Maandiko yanasema, The Bible says, ni huruma za Bwana ndio, kwamba atuangamii, ni rehema za Bwana kwamba atuangamii, kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Maandiko yanasema ni rehema za Bwana it is by God's mercy kwamba hatuangamii, that we do not perish, na hautawahi angamia. and we never perish. Wakati unamjua Mungu, When you know God, Mungu wa Daudi, the Lord of tarajia David, kutokuangamia. expect not to perish. Anasema katika Luka mlango wa 1 In Luke chapter 1, mstari wake wa 37, in verse ya 7, kwamba huyo Mungu that ninayekuletea the Lord that we have today sio Mungu kama Dagoni, is not God like sio Dagon, Mungu wa vitu vya kuonekana tu, is not God of sin that can be seen, lakini ni Mungu wa miungu yote. is a God of our idols, Anaitwa Mungu Baba, is God the Father, aliyeziumba mbingu na dunia, created heaven and na earth, vyote vilivyoko duniani and everything they have, vilitoka kwa pumzi yake. it came from his breath. Hajawahi shindwa na lolote, He was never defeated by na anything, hautashindwa na hali hiyo, and will never be defeated by that lakini wewe ndio situation. utaishinda. But you defeat it. Haijalishi imeletwa na chochote Doesn't kile. matter which cause Wenda brought ni it. umbu zimekuletea malaria, Maybe the idols brought it for Mungu you. ndiye aliyeumba umbu hizo. The Lord will create the idols. Hazitakushinda, They will never defeat you. hazitakushinda. They will never defeat you. Utashinda hiyo hali. You will win over the situation. Wenda ni hali za ajali, It's a situation of accident. wenda ni fedha zimetoweka, Situation of money. utaishinda You will umaskini, defeat poverty. utashinda You magonjwa, will defeat sickness. kwa maana tunamtumikia Mungu ambaye Because we serve a God that yeye hajawahi shindwa. is never defeated. Maandiko yanasema The Bible says Hesabu 23 in Numbers 23 mstari wake wa 19, verse 19, yeye si mwanadamu he is not a human being hata aseme uongo, that he should lie. yeye si mwanadamu He is not a human being hata akaongea asitokee. that will never Kila happen. alichokinena Mungu Everything that he huwa has, lazima kitokee, it must happen. na maandiko yanasema And the Bible says kuna mitego ataziondoa, they are traps he will remove. sawa sawa na Zaburi According to Psalm lango wa 91 in chapter 91 kuanzia mstari wake wa 11, from verse 11, atakuagizia he will command you misaada kote kote, all the helps from everywhere, misaada ya rohoni. the helps of spirit. Tarajia hiyo misaada kufika Expect kwa the nyumba helps yako. to reach to your house. Kuna watu wamekosa watu, There are people that have lakini ungekuwa mbali ungepata that you watu. could not be Sasa found. sio watu Mungu anasema, Not people that Lord is hao saying. watu wanageuzwa kuwa malaika, They'll be turned to be angels. wanakuwa watu malaika. There will be angels that are people. Maandiko yanasema, The Bible says Mungu si mtu aseme uongo. Zaburi 91 mstari wa 11 inasema atakuagizia malaika he will command the angels nao watakuchukua, and they will take you. atakuagizia malaika He will command the angels nao watakubeba. and they will I carry you. decree and declare, Inatangaza na wewe kutabiri uliye stagnate, that you are stagnated.
hiyo hali unaipitia, Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Tena Biblia yangu inasema ametoa ahadi kamili. Hii ni ahadi ya leo, ikiwa ni siku ya leo Monday, anatumana angels. Kama uamini muulize Mariamu. Alimtumana malaika anaitwa Gabrieli. Hao malaika wanambaka majina. Anaitwa Gabrieli. Malaika huyo alipofika hakufika na kuleta story. Watu wa story wanaondolewa kwa maisha. Unaletewa malaika wa Bwana ambao wakisema kitu kinatokea. Ni mwezi wa Novemba, mwezi wa Mungu kutumana uweze kumaliziwa tatizo lako. Vile tunamaliza mwaka, matatizo yako yanamalizika. Novemba ni mwezi wa 11. Vile ni mwezi wa 11, baraka zako zinafunguka. Maandiko yanasema atakuagizia malaika. Soma msomaji tusikie. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Ndio. Mikononi mwao watakuchukua. Ndio. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Maandiko yanasema wakulinde katika njia zako zote. To protect in all your paths. Wakulinde usivamiwe. To protect you not to change. Wakulinde usipigike. To protect you not to be defeated. Wakulinde usilale njaa. To protect you not to sleep in your house. Wakulinde usiishi bila kazi. To protect you not to live without job. Kazi yao ni kutulinda. Their work is to be used. Kuna malaika ambao ni walinzi. They are angels that are protectors. Security angels. The security angels. Wao ni zaidi ya jeshi la Marekani. They are more than armies of America. Wako na silaha zote na nguvu zote. They have all weapons and all power. Za wao kukupigania na kukutetea. For them to fight and defend you. Maandiko yanasema the Bible says wakulinde na maadui. To protect against enemies. Hao wanaoshindana nawe. Those that compete with you. Maandiko yanasema the Bible says Daudi alishindana na Bwana. David was competing with God. Alikuwa na maadui maelfu na maelfu. There were thousands of enemies. Maadui hatari kuliko hao. Dangerous enemies more than these. Maadui wabaya kuliko hao. Enemies who are bad than these. Pendwa, naomba nikukumbushe dear brethren, remind ya kwamba kuna watumishi wa Mungu. They are servants of God. Kuna watoto wa Mungu. They are children of God. Ambao walipitia shida kuliko yako. Ambao walishawahi kwama kuliko wewe. Kuna watoto wa Mungu kimaandiko kabisa ambao waliwahi kataliwa kuliko wewe, lakini mwishoni walitoboa. Nimekuja na habari njema ya kwamba kuna ng'ambo ya pili katika maisha yako, ya kwamba kuna ng'ambo ya pili katika hali yako, ya kwamba kuna ng'ambo ya pili katika maono yako. Maandiko yanasema wakatoboa. Kama uamini muulize Daniel. Alipotumbukizwa kwa tundu la simba, alitoboa na kutoka ng'ambo ya pili. Tundu la simba halikumuua. Wewe ndio umejikatia tamaa, lakini hilo ni pito tu, na pito maanake linapita, na ni maanake ya kwamba utapita na utatokea ng'ambo ya pili. Ninamwabudu Mungu wa Daudi. Daudi akiwa mbele ya Goliath alianza kuishi harufu ya kifo, lakini kumbe manukato ya mbinguni iliyokuwa inaitwa ushindi ilileta ushindi katika maisha. It brought victory in his life. Hallelujah, hallelujah. Amen. Isaya mlango wa 54 mstari wa 15. Isaiah 54 verse. Nimekuja kukuambia kwamba Mungu Lord tunayemtumikia that we serve hashindwi vita. He is never defeated in battles. Hajawahi shindwa vita. He has never been defeated in wala battles. hatawahi shindwa vita. And he will never be defeated in battles. Maandiko yanasema. The Bible says. Isaya mlango wa 54 mstari wa 15. Tazama. Yamkini watakusanyana. Lakini si kwa shauri langu. Lakini sio kwa mambo mazuri. Watu wote watakaokusanyana. Wanadamu wote, manake hawe wa ukoo, awe wa familia, awe wa marafiki kazini, awe ni mzazi amekusanyana, awe ni auntie, awe ni uncle, awe ni wana uliowazaa kiroho ama kimwili. Maandiko yanasema yamkini watakusanyana. Somaji, maandiko yanasema yamkini watakusanyana. Ndio. Lakini si kwa shauri langu. Ndio. Watu wote watakao kusanyana juu yako. Ndio. Wataanguka kwa ajili yako. Wataanguka kwa ajili yako. Huyo ni mtu aliyechaguliwa na Mungu. Is a person chosen by God. Wataanguka.
They will fall. Kwa maana hashindi na vita. Because he's never defeated. Yeye ni mtetezi wa Israeli. He is the defender of Israel. Yeye ni mtetezi wa maisha yako. He is the defender of your life. Yamkini wamejificha. Beyond they are hidden. Kuna maadui waliojificha. They are enemies who are hidden. Hawatajua wakianguka. They will never know when they fall. Wamejificha kwako. They are hidden in you. Lakini hawajajificha kwa uso wa Mungu. But they have not hidden the face of God. Wamejificha kwako. They have hidden in you. Lakini mbingu zina macho makali. But the heavens have eyes macho ya Bwana ni makali kuliko mataa yote ya hapa duniani, na Mungu atawafichua. Maandiko yanasema katika Luka mlango wa 12 mstari wake wa 2 ya kwamba hakuna yoyote anayeweza kujificha mbele za Bwana. Yamkini wamekusanyika wa maadui wa sirini kuja kuila nyama yako. Maandiko yanasema lakini hakuna neno lililositirika, hakuna maneno yao yaliyositirika ambalo halitafunuliwa, ambayo haitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Chochote kilichofichwa kinyume na biashara yako, chochote kilichofichwa kinyume na kazi yako, chochote kilichofichwa kinyume na huduma yako, watakupata mafuta, watakupaka mafuta, lakini kumbe ni maadui waliojificha. Maandiko yanasema watajikwaa mbele yako, wao ndio wataanguka. Sio biashara yako itaanguka, wao ndio wataanguka. Sio ndoa yako itaanguka, wao ndio wataanguka. Sio kanisa la Bwana litaanguka, wao ndio wataanguka. Sio mume wako ataanguka, sio maono yako yataanguka. Nimetumwa na Bwana nikwambie, hao ndio wataanguka. Wanakuibia kila siku, wanakuibia kila siku, wanakusema vibaya kila siku, wanapigana na wazazi kila siku. Maandiko yanasema wao ndio wataanguka. Kwa maana mpenzi mtazamaji, maandiko yanasema hajawahi shindwa na vita. Unajua unapitia vita milima. Ninajua unapitia vita milima. Vita ambaye ni kama milima. Battles like mountains. Zimekuwa refu kuliko maisha yako. Been long more than your life. Patakuwa tambarare. But will be. Patakuwa tambarare. It will be. Mbingu inaenda kupigania. The heaven is going to defend. Mbingu inaenda kupigania. Heaven is going to fight for you. Mwanzo nikimalizia na Mwanzo 18. Genesis in mstari wake wa 14. Verse 14. Hajawahi shindwa na vita. He's never defeated by battles. Mwanzo 18:14. Hajawahi shindwa na vita. He's never defeated in battles. Huyo Mungu unayemtumikia is a God that we serve. Usiofu wala usiogope. Do not be fearful, do not be afraid. I have no doubt with my God. Sina mashaka na Mungu wangu. I have no doubt with my God. Yeye ndiyo msaada wa Israeli. He is the help of Israel. Maandiko yanasema. The Bible says. Ndiyo msomaji. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Rudia tena. Kuna neno gani? Kuna jambo ama neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Lililo gumu la kumshinda Bwana. Je, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Is there anything that is impossible to God? Hakuna neno. There is nothing. Hakuna lolote. There is nothing. Lililo gumu. That is hard. Hayo unayaona ni magumu. The things that you see are hard. Anza kuyahubiria mahubiri haya. Start prophesying to them. Anza kuiangalia na jicho lingine tofauti. Start looking with the another eye. Hakuna neno. That is, there is nothing la kumshinda Bwana. that is can defeat God. Jioni ya leo. In this night. Haijalishi ni nini umepokonywa. Doesn't matter what is sent. Kuna neno la kumshinda Bwana. There is the word. Maandiko yanasema. Bible says. Watoto wa Mungu wanaomwamini Mungu. The children who believe in God. Watashinda kwa sababu ya imani. They will be victorious because of faith. Kuamini. Start believing. Ya kwamba hakuna neno. That there is nothing. Hakuna tatizo. There is no problem. Naloweza mshinda Bwana. That can be defeat God. Hakuna padlock. There is no padlock. Inayoweza kumshinda Bwana kufungua. That can defeat God not to open. Kumbuka mtoto wa Mungu. Remember child of God. Alivingirisha jiwe lilokuwa nzito. He rolled the rock that was heavy. Wenda unapigana na mganga maybe you are fighting about witch doctor. Mchawi mashuhuri. A witchcraft is watu wanaosifika kwa mabaya. They are famous in Mungu wako ni mashuhuri kuliko wao. Your God is famous more than them. Usishindane nao kibinadamu. Do not compete them in flesh. Mwambie Baba. Tell Lord. Mwamini Mungu. Believe in God. Ya kwamba vita sio vyako. That the battles are not yours. Kuanzia sasa vita ni vya Bwana. From now the battles are of the Lord. Na kuponya vita hivyo. As not that na mkabidhi Bwana. I take it to God. Na atakushindania. And will be victorious.